Mheshimiwa Rais, tarehe 9 mwezi wa 8 tulienda katika uchaguzi. Na hawa raia wakaenda kwa dembe and they elected you as the President of the Republic of Kenya. And in the same breath, when you are elected as the President of the Republic of Kenya, you also became the father of our nation. You also became the head of our state and government. And in the same breath, you became the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. In the execution of your duties, Mheshimiwa Rais, we have seen that what you are giving much weight is the revival of our economy and the betterment of the lives of the people of Kenya through the economy. That is why you are doing a lot in agriculture, in enterprise, and everything else around the economy. Na pia katika mirandi, kwa sababu ina support economy, tumeanza na gia ya juu sana. Na nataka niwahakikishie hawa watu wa West Pokot, wewe mwenyewe tukifanya supplementary budget, uliniambia hii mradi ya Siyoi Muruni niweke 650 million Kenya shillings. Na najua hivi karibuni kwa vile ulituagiza tufanye hiyo kazi itaanza. But Mr. President, as you execute the roles around the economy, kuna jukumu ingine ya nguvu sana wa Kenya wamekupea. And that is that of security. Security both in what we are talking about here in West Pokot, but also security in terms of protecting the enterprises of the people of Kenya. Mheshimiwa Rais, najua wewe ni mtu wa roho mzuri. Na ndio maana saa zingine hata unasema watu wazungumuze. Lakini Mheshimiwa Rais, mimi nakusihi kwa niaba ya hawa wa Kenya wote, being the head of our state and government and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, do not allow, Mr. President, anarchy to roam aimlessly in our streets. Mr. President, mimi nakuuliza kama Mkenya, wewe protect wale wa Kenya wengi ambao wanaiga amani. Hawa watu ya maneno ya maandamano, Mr. President, show them your true colors on Tuesday, Mr. President, because we do not want maandamano ya kuharibu biashara zetu. Na ya mwisho, mimi nimesoma katiba ama sheria ile inalinda marais ambao wamestaafu. Na ukisoma kipengele ya 6, inasema rais ambaye amestaafu hafai kujiigiza katika maneno ya siasa 6 months after ameacha kiti. Na hapo chini pia inasema that the Kenyan people expect a retired president, kazi yake itakuwa advisory na kuleta Wakenya wote pamoja. Mimi nauliza rais wetu ambaye amestaafu. Tunaheshimu marais wetu ambao wamestaafu. Rais wetu ambaye amestaafu, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, usiitikie kupelekwa kwa kona ile tuliona last week ya maneno ati ya kuandamana kwa ofisi. Usiitikie hawa watu wakuweke sufuria kwa kichwa. Wewe leader hiyo kiti ya retired presidents, usiitikie hiyo maneno ya kuchanganywa. Mheshimiwa Rais, tafadhali leader hawa wa Kenya, do not allow any demonstrations. Na saa ingine kwa sababu uko na kazi ya uchumi, unatuma sisi na Kimani Ichung'wah tunadili na hawa watu ya kuandamana. Asanteni sana.